Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwa mara nyingine tena alhamdulillah rabbil alamin, tuwaletea mawaidha yetu kutoka leo katika mkahawa Maghshad alhamdulillah rabbil alamin. Tuko Mombasa alhamdulillah, Nyali Links Road. Maudhui yetu leo ambayo kwamba tutazungumzia ni kuhusu hijab. Takubaliana na mimi ndugu zangu Waislamu, hijab leo ni jambo ambalo kwamba limechukuliwa kwa wepesi sana, hasa na dada zetu. Hijab, utakuta mtu amejifunika lakini amejipiga full makeup. Utakuta mtu amejifunika lakini ile hijabi inambana mwili mpaka inasifu mwili wake. Utakuta mtu amevaa hijab lakini iko transparent, zile nguo za nani alizozivaa na shape ya mwili wake pia yaonekana. Haya yote ni makosa katika sheria ya Islam, na nachukua fursa hii kutaka kuwafundisha na kuwaeleza dada zetu wapendwa wa Kiislamu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yosema waliyadhribna bikhumurihinna ala jalabibihin, na wanawake wachukue zile jilbaba zao ambazo kwamba zitakao zimafunika kutoka kwenye uso zao, ndo khimar ni ile ambayo kwamba inafunika kutoka uso, kisha jilbab ni ile ambayo kwamba itamfunika kutoka kifuani mpaka ifinike si paka chini, lakini kwenye sehemu karibu na kiuno chake. Hii ndo jilbab, na ndo vazi ambazo kwamba ni vazi la Kiislamu ambalo kwamba la kubalika, na ndo vazi ambalo kwamba ni vazi la kisheria. Hii mitandio ambayo kwamba wake zetu wamezoea kuvaa, ambao kwamba ukijifunika utosi, shingo nekana, ukitaka kufunika shingo vizuri, nyele zile ambazo kwamba ziko kichwani zionekane, ili haifai. Na haya mabuibui ambao kwamba yako transparent hayafai. Yale mabuibui ambao kwamba yanabana mwili hayafai. Wallahi, tushikeni hii dini kama inavyopasa. Tufuateni dini kama tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isije ikawa hijabi yako ya kisawasawa, hijabi yako ya kisheria, hijabi yako ambao kwamba inaambatana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile ambao kwamba itakuwa kwenye sanda yako. Wallahi itakuwa ni hasara kubwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amwambia ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Amri sasa ina Rasul anaambia na Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam aambie wake zake, aambie banati zake, aambie na wanawake wa Kiislamu wajifunike hijab za kisawasawa ambazo watafunikwa kutoka utosi mpaka mtu maguu yake. Mwanamke wa Kiislamu afaa kuonekaniwa uso na viganja vya mikono peke yake, zingine zote zinafaa zistirike, zinafaa zistiriwe, zisionekane, kama vile ambavyo kwamba ndani ya swala. Leo tumebadilisha. Leo kila mtu anataka kutia lipstick, anataka kutia makeup, anataka kutia eyeshadow, anataka kujipamba. Haifai. Pambo la mwanamke lafaa lionekane na mumewe na mahram zake peke yake na watu wa nyumbani. Haifai kuonekewa na wale ambao kama si mahram zako. Wallahi, wajipambia nani? Wataka sifa kutoka kwa nani? Wataka usifiwe na nani? Wamuonesha nani ili ufaidike na nini? Watu wakishaona na usifiwe, wewe personally wafaidika na nini? Ila na kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutiwa kwenye jahannam kama hautatubia. Tupateni mawaidha, tufaidike, tueliminike, na biidhnillahil karim tufateni. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yattabi'una ahsana. Amin ya akramul karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.